Arise. Kwa jina naitwa Agnelos Anton. Ndio. Nilikuwa na changamoto ya maisha. Mpaka sasa naishi maisha ya ajabu sana. Maisha? Ya ajabu sana. Ndio. Nilikuwa fundi mechanics. Nikafika mpaka kuuza mitumba. Nimefika mpaka kuwa dalali. Nimefika mpaka kufikia hatua kuendesha bodaboda. Bado mafanikio sijakuta. Ndio. Nikafika hatua kaenda kwa waganga, najaribu kuangalia ni nini kinanisumbua, lakini bado mafanikio sijapata. Mke wangu akaniambia, wewe unahangaika bure. Nikamuuliza, kwa nini unasema hivyo? Akaniambia, wewe haya mambo ya waganga yashapitwa sana na wakati. Yamepitwa na nini? Na wakati. Wewe utahangaika sana. Mdogo wangu siku moja akanipigia simu, ananiambia, brother, vipi huko unakoendelea, vipi maisha yako? Nikamwambia, maisha bado yako vile vile, changamoto. Vipi ushawahi kwenda kwa waganga wengine nini na nini kuhangaika? Nikamwambia, mimi mambo ya waganga tena ndugu yangu, mimi naona hayanisaidii kitu. Alafu toka nimeanza kufanya hayo mambo naona hana mpango wote kwangu. Sasa unaamua nini? Nikamwambia, mimi bwana naamua kukaa tu sasa hivi, Mungu mwenyewe atanisaidia. Akasema, sasa wewe mbona huko kuna mtu anaitwa Mwamposa? Nani unasema huyo sasa? Huyo mdogo wangu ambaye yuko huko na Chingwea. Nikamwambia kwamba mimi nasikia ndio yupo, lakini yuko karibu sana na hapa ninapoishi. Ndio. Lakini ninachokuambia mimi, yani naona kama yeye yuko mbali sana kama Ulaya hivi. Rudia tena. Yani naona huko. Wewe unaishi wapi? Naishi Buza. Ukasema yuko karibu? Yuko karibu. Hapa ninapoishi. Lakini sasa mimi naona kama yuko Ulaya hivi, naona mbali mno. Yani moyo wangu jinsi ulivyokuwa mzito. Ndio. Akasema, jitahidi sana brother. Kwa sababu maisha hayo kama umeamua kuwa hivyo, basi jaribu kumfuatilia huyo mtu kwa makini, utaona matokeo yake. Mimi kinasumbuka sana. Nikaa navuta sana bangi kwa hasira. Ulikuwa unavuta bangi kwa hasira? Toka mwaka 85. Unavuta bangi? Navuta bangi tu. Ili nipunguze hasira yani. Yaani ulikuwa unavuta bangi ili upunguze? Nipunguze hasira kwa sababu natafuta mpaka nakuta nachanganyikiwa yani. Unatafuta mpaka unachanganyikiwa? Naona kama hii nikivuta labda naweza nikapata nguvu ya kufanya kazi. Ukivuta ulikuwa unapata hiyo hasira naisha? Aishi. Naona kama ndo nachanganyikiwa zaidi. Na bia nikaa nakunywa vibaya mno. Ndio. Bange bia. Nikaona hii bado haitoshi. Nikaona sasa hapa ni kumrudia tu Mungu kwa sababu hii maisha haya sio kweli. Ndio. Haya yatakuwa sio maisha yangu. Ngoja niangalie maisha yangu yalikoelekea. Nikaamua kuja hapa kwenye madhabahu hii. Ukaamua kuja? Nimekuja kwenye madhabahu hii tarehe 1 mwezi wa 11. Mwaka jana. Siku moja wakati naenda hospitali nikakutana na gari la Rise Shine. Gari? Ya pale Dovya pale kwenye reli pale. Nilivyoliona ile gari, moyo ukashtuka sana. Nikaona hii gari vipi huku imefuata nini huku? Ya Rise Shine. Ya Rise Shine. Sasa akatokea mtu mmoja na vile vipeperushi vile. Wakati huo niko na bega langu naumia naenda hospitali. Ndio. Kaja yule mtu akaniambia, kaka, chukua hichi kipeperushi hichi hapa mara moja. Mimi nikachukua kile kipeperushi, nikarudi nikamwangalia, nikarudi tena nikaigusa gari ile, nikaondoka zangu hospitali. Nimeenda zangu hospitali, kilichofanyika pale jeraha langu lilikuwa kubwa sana. Daktari mpaka kana ananiambia, ile jeraha lako mzee, changamoto sana kubwa sana. Sasa sijui utakuwa unafanyaje. Naomba tumuombe Mungu kwa sababu nimeshafika kwenye sehemu ya huduma, naomba tu unisaidie. Sasa nilipofika nyumbani na karatasi yangu, mke wangu akaniuliza, hiyo karatasi umepata wapi? Mkeo? Mke wangu. Nikamwambia, hii karatasi nimekutana na ile gari ya Rise Shine. Chukua ile karatasi. Nilifika nyumbani akaniambia, sasa unasemaje? Mimi sasa hivi naona bora niingie huku, maisha yangu nielekeze huku kuliko mambo mengine yote. Nikaa najiunganisha tu kwenye redio nini na nini na huku naendelea kuuguza kidonda changu. Basi haya maji ya upako na unaposema inua maji na mimi nainua. Na mafuta nainua. Basi mimi najipaka mwili mzima huu pamoja na sehemu ya jeraha napaka nini na nini na nini mpaka naenda hospitali. Na nilipokuja kupona kwa haraka nikaja hapa madhabahuni sasa nikasema sasa kuomba huko nyumbani na hapa ni karibu, ngoja tu niende kanisani. Ukaamua kuja? Nikaamua kuja. Nikaandika maombi yangu 12. Sasa kilichotokea kile chuma kilikuja kutoka chenyewe baada ya kutumia maji na mafuta upako.
Kilitoka chenyewe. Kilitoka chenyewe. Ninacho hapa mfukoni kwangu. Njoo nacho hapa. Nilikuwa nimeshindwa hata ile ya kwenda kutolea. Ulikuwa unafuatilia maombi? Nilikuwa nafuatilia maombi. Kikatokaje? Kilitoka tu chenyewe. Baada ya kutokea hivi, nilikuwa naweka mafuta. Kinatoka. Baadaye nilipoenda kazini kwenye bodaboda yangu, kikatoka kile chuma. Kikadondoka. Nilipofanya ile nikasikia bado kitu kinawasha. Wakati huo kwanza nyumbani usiku, nilipokuwa kwenye maombi ya nani ya komboa familia. Nilipomaliza hapo, asubuhi sasa nilipoenda kazini, ndio chuma kile sasa ndio kimetoka sasa. Asubuhi wakati naenda kazini. Nifika kazini nimefanya kazi kidogo nikasikia hapa nawasha hapa. Kuangalia hivi. Nashtuka chuma kimeshika mkononi. Kimetoka chuma. Kimeshika mkononi. Nikasema Mungu ni mkubwa. Hii dhabao ya ajabu sana. Nikasema huyu Mwamposa anajiita Mwamposa lakini sio Mwamposa huyu. Huyu ni Yesu huyu. Haleluya. Huyu ni mtumishi wa Yesu. Umesikia? Ndio. Yesu Kristo ndio mponyaji. Jesus Christ is mimi nimeitwa na Yesu. I'm called by Jesus. Kukusaidia pale ulipo. To help you right where you are. Yesu ni mwokozi wako. Jesus is your savior. Sawa sawa. Okay. Umeamini? Nimeamini. Yesu ni Bwana na mwokozi wa maisha yako. Is the savior of your life. Sasa bangi unaendelea kuvuta? Bangi tena sasa hivi yani hata kwanza nikikuona unavuta na kuona kama mpumbavu fulani kwa maisha. Ukiona unavuta? Naona kama mpumbavu fulani wa maisha hivi. Pombe? Wala pombe yenyewe kwanza marafiki zangu wote wamenikimbia sasa hivi. Wananiona wewe jamaa mtu wa ajabu umepata wapi hiyo dawa? Nikamwambia na wewe jitahidi tu, utaacha tu. Nao utaacha? Nao utaacha tu, utafikia siku utaacha tu. Mkeo anasemaje sasa? Mke wangu ananiambia sasa hii hali hii. Alafu mtoto wetu bado wakati anakula chakula huwa tumbo linamuuma. Sasa mke wako amesemaje kuacha pombe na bangi? Ameshukuru sana. Ameshukuru sana. Kashukuru sana. Mkono wako. Nimefungua maisha yako kiuchumi. Wewe na mkeo. Kila alama za adui zimeondolewa. Na iwe nuru katika maisha yako. Nenda utafanikiwa.